basi bosi unataka nini? Mwana akasema hebu nipe namba yako hapa afu tutawasiliana baadaye, nataka mapenzi. Bidada akagoma kabisa pale akasema kwa unataka nini? Mimi sitaki. Sasa mshikaji akasema kama utaki mimi siwezi kukuunganishia na bosi, mimi naondoka zangu. Kwa hiyo bidada akawa amekimbilia kwa rafiki wa baba yake marehemu. Huyu ni rafiki yake na mzee wake. Anakuja hapo, mzee samani na shida kidogo. Samani sana mzee wangu. Hebu nakuomba tuhifadhi tu siku 2-3 hivi, si tutakaa hapa kwako. Mzee akasema usijali sana binti yangu, marehemu babako alikuwa rafiki yangu. Najua mzee wangu, naomba tu nisamee tu kama nitakuwa nimekukosea. Mzee akasema hebu ngoja kwanza, kwa hiyo mnataka muishi hapa? Ndio, mimi na mdogo wangu, nakuomba sana, tumetoka kufukuzwa kwa hiyo hatuna kwa kwenda. Sasa akasema sawa, nyie mtakaa hapa mpaka mtakapopata chumba, sawa? Nyenyuka mtoto wangu. Nashukuru sana mzee. Sawa. Basi unaambiwa kwamba huyu mzee akaweza kuwaalika kuishi hapa, wakaenda kubeba mabegi. Mapema hii hapa unaambiwa kwamba Adola pamoja na Adoibi dadake, nakwambia ni maisha yao ni magumu kinoma. Na hapa Adobi anasema tunaenda kuishi wapi? Dadake akamwambia tunaenda kuishi kwenye huo mjengo. Dada, nimechoka mimi hatari, hebu twende, tumeshafika ni hapo tu. Basi wakawa naendelea hapa safari ise. Wamekuja kwenye mtaa wa pili huu. Sasa Adola anajua ni bonge la mjengo ise. Amefika hapa anakuta kama mjengo kwa kawaida. Vipi? Tumemkuta mzee hapa. Mzee ametoka mara moja lakini nendeni huko store, haina shida. Unaambiwa kwamba sasa wanaenda kuishi maisha huko kwenye store. Wamefika huko, Adola anasema ndo nini hivi dada? Dada akasema mpumbavu, nataka tulale nje. Dada, mimi siko tayari kulala kwenye store. Sikia, hivi tunavisogeza afu tunalala tu, haina shida, kila kitu kitakuwa sawa. Umesikia mdogo wangu? Dada, lakini mimi siko tayari kulala store mimi sitaki dada. Mimi sitaki. Utaki utataka tu. Mida mingi ya usiku unaambiwa hapa Adola anashindwa kabisa kupata usingizi. Mbu kibao, hakuna taneti, afu dadake amelala usingizi ule mbaya kinoma. Dada, jamani mimi sitaki haya maisha. Sasa huyu Adola amesoma na dadake amesoma, wote wanatafuta kazi hawapati. Hapa anamzingua bodaboda na mwambia sikia, chukua hii buku kama unataka mimi naondoka. Vipi hapa mdogo wangu, kuna nini? Kabla movie yetu haijaendelea, kuna mchongo nataka nikupatie hapa mwanetu. Je, unafahamu siri ya afya yako? Wanawake wengi hupata mimba bila kutarajia, huku wengine wakihangaika kupata watoto kwa kutojua siku zao sahihi za rutuba. Sasa ondoa hofu kabisa mwanetu. Tunakuletea Smart Women app ya Kiswahili ya kufuatilia mzunguko wako, kujua siku zako za hatari na kujilinda na aibu ya kuingia hedhi ghafla mbele za watu. Ingia sasa Play Store, search Smart Women app na udownload bure kabisa. Link ipo kwenye description mstari wa kwanza kabisa. Pakua leo na sasa tuendelee na movie yetu. Bodaboda akasema tukubaliane 2000 tena kuja hapa ananipa buku. Sasa sijui inakuaje, mimi sitaki. We Adola, hebu ngoja kwanza. Akaangalia kwenye mkoba akakuta buku nyingine, hii hapa, sasa chukua hii.